Nipo hapa kuwakumbusha jambo moja la msingi na muhimu sana. Unaposikia msiba ama unapofikwa na msiba, kuna hii tabia watu wakisikia msiba husema RIP, rest in peace, my brother. Kirefu cha RIP ni rest in peace. Rest in peace maana yake nini? Rest in peace maana yake ni kwamba pumzika kwa amani. Pumzika kwa amani. Ndio. Hii pumzika kwa amani ina mashiko gani? Yani mtu aliyekufa, kuna mashiko yote katika neno hili RIP ama rest in peace? Kwa mitazamo ya watu wengi ama imani ya watu wengi huwa wanaamini kwamba neno rest in peace lina mashiko, kwa sababu mtu anapokuwa amefariki mpaka anafika kwenye mahali anazikwa, watu wengi tunaamini kwenye kumuombea mazuri kule aendako. Kwa hiyo rest in peace kwamba pumzike kwa amani, tayari ameshavuka yote ambayo yalikuwa yakimtesa labda kipindi yuko duniani. Hiyo ni mitazamo ya watu wengi kwenye swala zima la rest in peace. Anayejua kwamba mtu yule anatakiwa apumzike kwa amani, ama anayetakiwa ajue kwamba mtu yule amekwenda kupumzika kwa amani ni Mwenyezi Mungu peke yake, ni Ar-Rahmani peke yake, ni mwingi wa rehema peke yake. Ndugu yangu, unaposikia msiba usiseme RIP. Hapa nazungumza na watu wote, wala neno hili halikuegemea katika Uislamu pekee wala katika Ukristo, yani katika dini yoyote ile. Neno hili limeegemea kwa watu wote kwa ujumla, kwamba inna lillahi, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unaposikia msiba, uwe wa Muislamu, uwe wa Mkristo, uwe wa mpagani, unaposikia msiba unatakiwa kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lakini usiseme rest in peace. Tena katika mitandao utakuta pale ukisikia watu wakisikia msiba, labda mtu maarufu amerejea kwa Mwenyezi Mungu, utaona pale RIP. Kila anayekuja na comment RIP. Mwingine hata ajui msiba ni wa nani, ilimradi amekuta RIP na yeye anaongezea kwake RIP, ilimradi kaandika, basi anatembea zake. Hili neno halina mashiko, tusiliseme. Kwanza kwa mtu anayetamka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katika moyo wake kuna kama kitu kinaongezeka, na katika fikra zake kuna kitu ambacho kinaongezeka. Tamka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maana yake sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Narudia tena, inna lillahi maana yake hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, wa inna ilaihi raji'un, na kwake yeye tutarejea. Kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo yetu. Hebu pima ili neno inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, halafu pima na hiyo neno rest in peace. Rest in peace, pumzika kwa amani. Ulikuwa mshirikina, ulikuwa mbabe, yani ulikuwa mchawi, watu hawalali kwa ajili yako, unasumbua watoto wa watu, unagombanisha ndoa za watu, halafu unaambiwa rest in peace. Rest in peace, pumzika kwa amani. Unaanzaje kupumzika kwa amani? Kwanza unapata wapi ujasiri wa kumwambia mtu pumzika kwa amani, apumzike kwa amani? Mtu alikuwa mzinzi, yani tabia zote mbaya alikuwa nazo yeye, alafu namwambia akapumzike kwa amani. Mtu alikuwa mshirikina na mshirikisha Mwenyezi Mungu. Mtu alikuwa akifanya ibada nje na utaratibu alioweka Mwenyezi Mungu. Mtu alikuwa akifanya mambo yote ya hovyo ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Mtu alikuwa akienda kinyume na ile mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu alikuwa akienda kinyume na jinsi anavyotakiwa aishi binadamu. Halafu unamwambia eti pumzika kwa amani. Afala taqilun? Mwenyezi Mungu anauliza, hivi mna akili nyinyi kweli? Kwa hivyo maneno haya hayafai ndugu zangu. Rest in peace, RIP hayafai wala hayana mashiko. Tamka inna lillahi wa inna ilaihi
ilaihi raji'un. Ni mfano wa mtu ambaye hasomi Qur'ani, haswali, hajishughulishi katika mambo yote yale mazuri. Halafu siku ya kufa watu waenda na kitabu kwenda kumsomea pale juu. Ile Qur'ani haitomsaidia chochote. Hukuwahi maisha yako yote kushika kitabu cha Mwenyezi Mungu kujifunza. Halafu siku umeondoka katika ulimwengu huu, hata msikitini hujawahi kuingia. Kisa ulikuwa Muislamu, ulikuwa maarufu, watu wanaenda kwenda kukusomea pale. Ile Qur'ani haitokusaidia chochote. Ukitaka hiyo amani ambayo tunaisema hapo kwenye RIP, rest in peace, amani hiyo itengeneze mwenyewe bado ukiwa hapa duniani. Tengeneza amani yako ukiwa bado upo duniani. Lakini uwezi yale maneno ya watu rest in peace hawezi kwenda kukufanya wewe ukawa na amani huko kaburini hata kidogo. Niwape faida kidogo ya maneno haya katika suratul Baqara aya nambari 156. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina idha asabatuhum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Wale ambao ukiwasibu msiba husema hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye tutarejea. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wanaosema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Mwenyezi Mungu anasema hapo chini, hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao mlezi na rehma. Yani imagine unatamka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kutoka moyoni. Mwenyezi Mungu anasema ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao mlezi na rehma. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio wenye kuongoka. Namuomba Allah mwingi wa rehma, mfalme wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, atujalie tuwe miongoni mwa watakaoongoka, ama tuwe miongoni mwa walioongoka. Naitwa Ukhti Zaitun, tunda la peponi.